Haleluya, wapendwa watazamaji wa kipindi chetu hichi cha mjumbe wa agano duniani, na tuko katika taa yetu ya tatu, maarifa. Bado tunaendelea na somo letu maarifa. Na katika maarifa, Mungu alijua kabisa kwamba watatokea manabii wengi ambao watajiita wenyewe ni Elia, lakini tumeona kwamba Elia ambaye alikusudiwa atakuja na ishara 4. Tukasema ishara ya kwanza, Mungu alileta agano kwa kidole chake akiandika ukutani ya kwamba wakati uliokubalika ni sasa. Na tukaona ishara ya pili kwamba ni upinde wa mvua, kwamba mvua inanyesha lakini mjumbe wa agano hakuweza kugharikishwa. Lakini pia ishara ya tatu, tunaenda kwenye ile ishara ya tatu sasa. Ishara ya tatu ni nyota ya asubuhi. Nyota ya asubuhi kuzuka katika moyo wake. Kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu. Tuangalie pale kwenye kile kitabu cha Hesabu. Hesabu mlango wa 24. Hesabu mlango wa 24 na mstari wa 16 mpaka 19. 16, Roho wa Mungu anasema hivi. Asema yeye asikiaye maneno ya Mungu. Asema yeye asikiaye maneno ya Mungu na kuyajua maarifa yake aliye juu. Yeye aonaye maono ya Mwenyezi. Akianguka kifudifudi amefumbuliwa macho. Namuona lakini si sasa, na mtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa ghasia. Mstari wa 19 anasema hivi. Mwenye kutawala atakuja toka Yakobo, atawaangamiza watakao baki mjini. Mwenye kutawala atakuja toka Yakobo, atawaangamiza watakao baki mjini. Hapa anazungumzia habari ya nyota. Hii ni nyota ambayo itakuja kuvunja wana wa ghasia, wana wa uharibifu, wana wa uasi. Fimbo ambayo hiyo ndo inaitwa fimbo ya chuma. Kwa hiyo mjumbe wa agano wakati anaitwa na Mungu pale alipolishwa ile sumu na yule Mwarabu Mama Selemani, alitoka ile jioni kwenye mida ya saa 12 kuelekea saa 1, akawa anaelekea kijiji kimoja kwenda kufia porini. Akata tamaa namna hii kwamba nikafie porini. Lakini alipofika katika kile kijiji kinaitwa Majengo Mapya, akavuka kidogo tu, ikashuka, kulikuwa na giza na manyunyu. Ikashuka nyota kutoka juu mbinguni yenye mwangaza mkali sana, ikatua pembeni kwenye mkono wake wa kushoto. Ikatua nyota hapo chini. Akasikia sauti kutoka kwenye hiyo nyota inasema, inatakiwa ukapate baraka kwa babako. Na tayari baba yangu tayari tulishakorofishana na alishahamia kijiji kingine, kijiji cha Isanzu. Na nilivyoamua sasa niondoke niende kukutana na baba yangu nipate baraka, lakini nikasikia sauti tena inaniambia piga magoti, tubu. Ndo nikaanguka kifudifudi namna hii, kama anavyosema hapa katika Yakobo. Nikaanguka kifudifudi namna hii, nikasema maneno haya: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nisamee uovu wangu na dhambi zangu zote, usikumbuke uovu wangu na makosa yangu yote. Nilivyosema namna hii na nilivyonyanyuka, tayari nikapokea maono ya Mwenyezi Mungu. Tayari nikapokea nguvu ya uponyaji. Ile sumu iliishia pale, na kila kitu kibaya nilichokuwa nimelishwa
kikawa kimeishia hapo. Unaweza kuona. Kwa hiyo Mungu akanisaidia namna hii, kama jinsi alivyosema kwamba wakati uliokubalika nalikusaidia. Mungu alinisaidia namna hiyo. Wakati nimekata tamaa ya kuishi, lakini Mungu akanisaidia namna hiyo, akaniokoa. Kama jinsi tulivyoona kwamba katika kitabu cha Isaya pale, katika kitabu cha Isaya alivyosema kwamba wakati uliokubalika nalikusikia, na siku ya wokovu nalikusaidia. Unaweza kuona. Kwa hiyo Mungu akanisaidia namna, akaniokoa namna hiyo. Akaniokoa namna hiyo. Nguvu, nikarudi kijijini nikiwa nimejaa nguvu ya Mungu, na kuanza kuwafundisha watu namna hii. Maneno mengi wanashuhudia pale kijijini. Wako watu mpaka leo walikuwa wameshuhudia jambo hili lilikuwa limetukia. Unaweza kuona. Kwa hiyo mjumbe aliyekusudiwa ni yule ambaye tayari ile nyota ya asubuhi ilikuwa imezuka katika mioyo yake, akamuokoa ile nyota ya asubuhi. Ukiangalia kitabu cha waraka wa pili wa Petro pale anazungumzia habari ya ile nyota. Baada ya kuanguka kifudifudi namna hii, tayari mjumbe wa agano akawa anamepokea maono ya Mwenyezi Mungu, akapewa hekima na maarifa. Kwa hiyo yeyote yule anayejiita Elia, anayejiita ametumwa na Mungu, awe amepitia katika nyakati hizo, ishara na maajabu hayo. Waraka wa pili wa Petro sasa, mlango wa kwanza mstari wa 19 anasema hivi. Mstari wa 19 anasema hivi: nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Unaona maneno hayo? Nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Na ukiangalia kwenye Hesabu pale anasema yule atakaye anguka kifudifudi na atapata maono. Unaweza kuona. Kwa hiyo nyota ya asubuhi ilizuka namna hii kwa mjumbe wa agano huyo anayesema na wewe leo. Unaweza kuona. Lakini si hilo tu, katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 22, Ufunuo wa Yohana mlango wa 22 mstari wa 16 mpaka 19, Roho wa Mungu anasema hivi: mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, mshina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na roho ya bibi harusi aseme njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hichi. Unaweza kuona. Kwa hiyo mjumbe wa agano, yeye peke yake ndiye Mungu aliyekuwa amemkusudia kufunua siri ya Mungu, sio kufundishana majini na mashetani. Kufunua siri ya ufalme wa Mungu. Hii ni habari njema ya ufalme wa Mungu duniani. Lakini si habari ya kufundishwa mambo ya kishetani, mambo yasiyo na maana, mambo ya manabii hawa wa uongo wanaozuka namna hii na kujiita wenyewe ni Elia. Elia alikuwa amekusudiwa atokewe na ishara 4. Na ishara hizi 4 lazima awe amethibitishwa. Roho wa Mungu amempelekea kuyatimiza yale yaliyonenwa na hawa mitume na manabii wa Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna leo mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kufundisha kweli yote, isipokuwa ni mjumbe wa agano peke yake ndiye aliyepewa ufunuo na aliyepewa maono, kama anavyosema katika kitabu hicho cha Hesabu.
kitabu cha Hesabu hapo alimuona ikiwa mbali sana ile fimbo ambayo itakuja. Ndio maana inaitwa kwamba atawachunga kwa fimbo ya chuma. Huyu mjumbe wa agano ndiye aliyepewa kuchunga watu kwa fimbo ya chuma, na fimbo hii ya chuma ni neno la kweli. Neno la kweli unapoenda kulipokea, linaenda kuvunja mapokeo, linaenda kung'oa mapando ya shetani, linaenda kuharibu na kuangamiza kila kilichoinuka kijiinuacho kinyume na elimu ya Mungu. Unaweza kuona. Kwa hiyo hakuna leo manabii au mitume au maaskofu kama leo tumeona kwamba maaskofu wengi wanafundisha kwamba vita hivi vya Israeli wanavyopigana leo inaashiria kufunuliwa kwa Asi. Asi alishafunuliwa muda. Ameanza Asi akaua kanisa la Bwana, Asi akaendelea mpaka leo. Nyie maaskofu ambaye mnafundisha watu uongo, inabidi mfungwe vinywa vyenu, kwa sababu mnawapotosha watu wasiweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Asi alishaingia na Asi anafanya kazi mpaka leo. Ndio wewe unayewafundisha watu uongo. Unaweza kuona. Kwa hiyo wewe unayewafundisha watu uongo hujatumwa na Mungu. Aliyekusudiwa na Mungu lazima ilikuwa atokewe na ishara 4. Kwa sababu tutaangalia pale mbele kwamba kwa nini tunasema ishara 4 na kwa nini Mungu aliweka namna hii. Alijua kwamba watatokea wengi wa uongo namna hii, na wanaofundisha uongo, wanaohubiri mambo ya uongo. Kwa hiyo kama hujaweza kutokewa na hii nyota ya asubuhi, nyota ya asubuhi kazuka pale ulipokuwa umeanguka na ukasujudu bila kuongozwa sala ya toba na mtu. Kama hivi leo watu wanaongozwa sala ya toba na watu wanadanganywa namna hii na kupotoshwa na kuambiwa tayari umeshaokoka wakati hawajui lolote. Mungu akupe neema kuyajua haya, ujue kwamba yuko mmoja aliyekusudiwa, na ishara hizi zote 4 zimetokea kwake kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.